Mimi bado niko na wazazi. Wazazi msiwe sababu ya kuzuia ndoa za watoto. Wazazi msiwe kikwazo kwa watoto kutokuoana. Kuna vitu kama vinne ambavyo wazazi huwa mnajikita navyo sana, ambavyo hivi vitu kwa kawaida vinazungumzika, lakini wazazi mmekuwa mkijikita na mmekuwa mkiwafanya watoto wengi au vijana wengi washindwe kuingia kwenye ndoa. Kitu cha kwanza ni mahari. Wazazi mmekuwa mkipanga mahari kubwa mno. Yaani inafika kipindi mpaka kijana anaanza kujiuliza, hivi hawa wazazi wamepanga hii mahari ni kunikomoa nisimuoe binti yao au changamoto ni nini? Mmekuwa mkipanga mahali kubwa sana. Hiki kitu kimefanya vijana wengi wanaingia uoga mpaka kuingia kwenye ndoa. Amekuja kwako umempangia mahali ya milioni 15. Anaamua kuondoka kwa sababu hana uwezo wa kulipa hiyo mahali. Ifike kipindi mpaka negotiation mnakataa. Mmenegotiate imefika labda pengine milioni 7, still bado mnakataa. Sasa tuweze kupokea milioni 7. Tunataka milioni basi kama ameshuka sana tu milioni 10. Jamani, hiyo sio mali mnauza. Huu ni ukoo mnaunganisha. Hii ni familia mnajenga. Kwa hiyo msitengeneze sasa kama vile ni vita, kama vile kuoa sasa ni vita. Hapana, mnawakatisha tamaa vijana. Vijana wengi wanashindwa kuingia kwenye ndoa, mwisho wa siku wanaenda wanazalishwa, wengine wanazaa huko mtaani. Kwa nini? Kwa sababu walishindwa tu kutoa mahari na walifikia hiyo hatua ya kuja kutoa mahari, mkawapangia mahari kubwa. Kitu cha pili, mmekuwa mkiwapangia sherehe za gharama sana. Kuna baadhi ya wazazi mnamlimit mtoto. Sisi bwana, binti yetu tunakupa, lakini tunataka sherehe ya milioni 30. Kwa hela gani alionayo? Kama tu mahari ameshindwa kutoa, hiyo sherehe ya milioni 30 anaiandaje? Watu walionao pengine wanaweza kutoa 50 tu michango. Wewe unataka sherehe ya milioni 30. Haitoe wapi hiyo pesa? Kwa hiyo inafika kipindi limitation za wazazi zinawazuia vijana, zinawatia uoga vijana kuingia kwenye ndoa. Lakini pia hamkuishia tu hapo. Mnajikita pia kwenye kazi. Hiyo ni kitu cha tatu. Mnajikita pia kwenye kazi. Kijana amefika tu nyumbani kuja kujitambulisha. Kitu cha kwanza mnauliza anafanya kazi gani? Bwana, mimi mume wangu ni bodaboda. Hatutaki ulewe na bodaboda sisi. Bwana, mimi mume wangu ni fundi ujenzi. Hatutaki ulewe na fundi ujenzi. Bwana, mimi mume wangu ni winga Kariakoo. Hatutaki ulewe na winga. Nyinyi maisha yenu wazazi mlianzaje? Inawezekana wazazi mlianza na maisha ya chini kuliko hata ya sisi. Kwa nini mnawazuia hawa wawili kuanza maisha yao wakiwa na hali hiyo ya chini? Sometimes unaweza kukuta huo ndio ubavu wake, ndio Mungu amempa. Lakini wakiungana hawa wawili wanaweza kupiga hatua kwa zidi hata wale ambao walianza na maisha mazuri. Kwa nini mna limit kazi isiwe kigezo cha kuwachanisha watoto washinde kuoana? Kazi isiwe nyinyi kuwazuia watoto wasiingie kwenye hatima. Lakini kitu cha nne, mmekuwa mkilimit sana mikoa, mkilimit sana makabila. Sisi hatutaki, ukiuliza tu huyu ni kabila gani? Ni Msukuma. Hatutaki wale na Msukuma sisi. Kwa nini? Hamna sababu ya msingi. Huyu ametokea wapi? Labda pengine ametokea pengine labda pengine Singida au ametokea Songea. Hapana. Usiweze Songea ni wachawi. Hatutaki wale na watu wa Songea. Kwa nini? Hebu jikiteni kwenye vile vitu vya msingi ambavyo mnaona vinaweza kuleta athari kwenye ndoa. Lakini vile vitu ambavyo vinazungumzika na vinatengenezeka, waruhusuni watoto waingie kwenye ndoa. Ndoa sasa hivi zinatafutwa, zimekuwa ni ngumu. Wapunguzieni vigezo ili at least watoto waweze kuingia kwenye ndoa.